Yes, niko hapa Zakiem, stendi kubwa kabisa kwa upande wa Mbagala. Hapa ndio stendi ambayo inapeleka magari tofauti kutoka maeneo haya ya kusini mwa Tanzania, nikizungumza Mtwara, Lindi na kwingineko. Na leo niko hapa kuhakikisha kwamba tunapiga story kama ilivyo kawaida kwenye kipindi chetu maalum kabisa, Mwangaza Barabarani, ambacho hasa tunaangazia masuala ya usalama barabarani. Na leo nimekutana tena na madereva ambao tutaweza kupiga story tofauti kuhusiana na mambo ya barabarani, na tupo na mtu ambaye ana experience. Brother, habari yako? Nzuri, sijui zenu. Bwana, nashukuru Mungu. Pole na hongera pia na majukumu. Asante sana. Kwa mtu ambaye anakutazama hapa, nataka kufahamu kwa jina lako la pili, lakini pia wewe ni mkazi wapi? Jina langu naitwa Chief. Mimi Chief. Mimi hapa Chief ndo mimi. Yeah. Chief kwa maana ya title au Chief jina? Chief ndo jina langu. Chief ndo jina langu na ni dereva wa mabasi ya kwenda mkoani. Wewe unaenda mkoa gani labda kwa hapa? Basi yangu inaenda Tunduru kwa sasa hivi. Kwa Tunduru? Tunduru. Okay, unaweza kutuambia ndugu Chief kwamba experience yako na kipindi cha muda gani toka umeanza kuendesha labda haya magari ya kwenda mikoani? Huu ni mwaka wa 8. Wa 8? Wow, haujapata kupata changamoto yoyote pengine? Changamoto hazikosekani, changamoto katika maisha, katika kazi, katika kila jambo hazikosekani. Maisha yenyewe peke yake ni changamoto. Licha ya kazi, sasa zipo changamoto za kikazi, changamoto za njiani, changamoto za kupishana lugha na watu wa usalama barabarani, changamoto kupishana na abiria, sababu gari yetu sisi ni ya abiria. Kwa changamoto zipo nyingi tu. Hasa leo tunazungumzia kuhusiana na athari za mwendo kasi barabarani. Hili wewe unalizungumziaje kulingana na sasa hivi vyombo ni vingi kusema kweli, vya moto, kuna bajaji, kuna pikipiki, lakini hali kadhalika ninyi mabasi mnaoenda mikoani, changamoto hiyo ikoje kwa upande wenu nyinyi? Mwendo kasi, unajua sasa hivi leo tunashukuru sababu serikali imedhibiti, kuna mambo ya speed meter. Mambo ya kingamuzi, kwa hiyo mwisho sisi kama sisi gari zetu kutembea mwisho speed 80. Kwa hiyo unapozidi 80 baada ukionekana umebidi 90 100 unafungiwa leseni yako na unaweza ukaenda jela vile na ukatozwa fine. Kwa hiyo sasa hivi kidogo kuna udhibiti, tunashukuru serikali kwa kuangalia masuala ya barabarani. Na hata unavyoona ajali zimepungua kusema kweli. Japokuwa ajali haziwezi kukosekana moja kwa moja kwa sababu unajua binadamu na masuala ya ajali yani ni vitu ambavyo kama ndio tumeumbiwa. Haziwezi kukosekana, lakini zimepungua, na hilo tunatoa shukrani kwa watu wa usalama barabarani na serikali kwa ujumla wake. Tunasema ajali ni kitu ambacho hakina kinga mara nyingi, lakini kwa uzoefu wako wa miaka 8 umeweza kuona ni kitu gani, lakini kwa uzoefu wako ambapo mara nyingi vimekuwa vikisababisha ajali pengine? Vipo vitu vingi, labda nizungumzie vitu kama viwili au vitatu. Cha kwanza mimi nachoona vitu vinasababisha ajali kutokana na mabosi wa magari. Wao wanajali sana hela kutia mfukoni kuliko kuifanyia gari service. Na gari ni chombo, kinachoenda kinaporudi kuna vitu vinakuwa vinaharibika. Kwa hiyo wao bosi anaweza kuja kwa bwana, hapa kuna tatizo hili na hili, lakini wewe nenda kwanza, ukirudi tutarekebisha. Unaenda ukirudi bwana, malizia kwanza 2. Kwa hiyo mpaka baadaye unapopata ajali bosi anakuwa ajulikane, unajulikana wewe dereva. Uzembe au kosa au faini au matatizo unakuja kupata wewe ambaye dereva. Na dereva ukiangalia wewe unakaa nyumba ya shirika. Haya. Sasa bosi akasirika, utaenda wapi? Kwa hiyo inabidi uende tu hivyo, japokuwa unajua kabisa hiki chombo sasa hivi kina itilafu, lakini sasa bosi ameshakataa kutoa hela ya kufanya service. Kwa hiyo hilo mimi nafikiri ni kubwa. Mingine hapo madogo ambayo masuala ya kibinadamu, lakini kubwa ni uchakavu wa vyombo na service kutofanyika kwa wakati. Kwa hiyo inapelekea masuala ya ajali mara nyingi sana. Lakini wanasema kuna madereva wengine wasipozimua, yani kupata kitu fulani cha kuchanganya akili, hawezi akaingia barabarani. Hiyo nao haisababishi ajali pengine barabarani? Mimi nafikiri unajua binadamu kujiboost kupo, na sasa hivi kwa sababu tayari kama hapa sisi tukitoa gari lazima uende pale upimwe. Kuna kifaa cha kupima alcohol. Wao unaangaliwa kama hauna alcohol, kwa sababu kuna madereva wanakuja hadi hapa lakini wanashindwa kutoa gari. Akienda pale kituoni akiangaliwa, anaambiwa bwana, dereva huyu asitoke na gari, mtafeni mtu mwingine, kishindikana aulisheni abiria wapande gari lingine. Mimi mwenyewe kuna siku nilikuwa na matatizo, nikamchukua jamaa wangu nikamwambia utaondoka na gari hiyo. Gari inapakia, akaenda nje akaenda kujiboost. Karudi hapa na bwana, muda sasa hivi muda kutoka umefika, anaitwa kule aende kusaini.
tayari maji mengi, maji yamezidi unga, ikabidi ile safari ivunjike. Siku hiyo gari haikutoka. Sasa mimi nilikuwa na dharura, na yeye ambaye nilimchukua ndo aondoke na gari akajibusi kama anavyosema. Kwa hiyo kile kilevi kamzidi pale alipompima, kwa sababu bwana huyu hawezi kuondoka na gari sababu hali yake tayari ashalewa, na sisi gari zetu zinatembea usiku. Kwa maana hiyo unataka kumaanisha kwamba mamlaka zimedhibiti swala zima la ajali kwa kiasi hicho, na ndivyo unawapongeza, si ndivyo? Nawapongeza japokuwa nawaambia wazidishe juhudi zizidi na waachane na mambo ya kuchukua 5,500 au shilingi ngapi, yanawaharibia CV zao na taifa kwa ujumla, sababu gani inapopata ajali watu wanakufa, wengine wana watoto wadogo, wengine wengine wanakufa wana science, umeona, kwa sababu nchi sasa hivi inatakiwa tupate mitambo wa nyuklia. Sasa ukiua wana science kwa ajali ya kizembe, tutashindwa kufikia malengo ya taifa. Kwa hiyo tunawashauri pia, licha ya kuwapongeza, pia na washauri waongeze bidii na waliziki na kile mshahara wao walopangiwa na serikali. Hizi hela za pembeni zinawaharibia au zinatuharibia taifa kwa ujumla. Labda wewe kwa uzoefu wako wa miaka 8 barabarani, kitu gani ambacho huwa unazingatia zaidi ukitaka kuongeza speed njiani? Naongeza speed kwanza, naangalia barabara ipoje kwa sehemu nilofika. Barabara, unajua barabara yetu ya kusini sio nzima, barabara yetu ni chakavu tuseme, umeona. Kwa hiyo wewe ukisema uende tu, gari yenyewe unaweza ukaiua sababu kuna mashimo mengi. Kwa hiyo naongeza speed napoona kwa barabara hapa ipoje, imenyoka na hakuna mteremko, hakuna disturbance tuseme, umeona. Sio speed kwa ajili ya kumovertake mtu, inakuwa ni jambo ambalo difficult. Kwa hiyo naongeza speed kuona barabara imenyoka na hakuna gozigozi pembeni wala mbele yangu. Unaweza kutuambia labda kwa uzoefu wako kwa miaka 8, kitu gani ambacho hutakuja kusisahau kufanya barabarani ukasema hapa kweli nilizingua? Kitu kimoja ambacho sikuja kukisahau, nilikuwa naendesha, unajua barabarani kuna mambo mengi, hasa sisi tunaendesha magari ya kwenda mbali na ya usiku. Unaweza kukutana na mtu ukaona kama mtu unamjua amesimama barabarani usiku hapo, umeona, mtu ambaye unamjua kabisa mwanao, yaani wewe unatakiwa hii upite umgonge ule mtu pale. Ushakukutana nayo kitu? Hivyo vitu tunakutana navyo mara nyingi tu. Unajua ndio maana nakwambia, mbona umeshusha sauti? Nakwambia hivyo vitu tunakutana navyo mara nyingi. Ni vitu ambavyo vipo. Unajua maisha yetu haya yametawaliwa na mitishamba. Ndio maana natakiwa sometime Kalumanzila muhimu. Umeelewa? Naenda kwa Kalumanzila kwa ajili ya kusafisha masuala kama, kwa sababu mtu mwingine unapopata wewe kazi hapendi. Sio kila mtu anapenda kuona labda wewe dereva na nini, umeelewa? Hapendi. Kwa hiyo kuna mambo ya kulogana kati ya masuala magari na vitu vingi. Ninyi madereva kwa madereva mnaweza mkalogana? Na kwa nini wengine? Sasa unajua riski ndio swala gumu sana, dunia nzima wanatafuta riski. Kwa hiyo kwenye riski hapakosi fitina, umshambwa hivyo. Sasa hakuna, yani na nchi yetu hii watu wengi bado wana elimu ya mitishamba, sio elimu ya labda technology. Mbona elimu yetu nyingi kwa mitishamba, na madereva wengi sio watu ambao tuseme labda wamefika labda form 6 au chuo kikuu au wame advance. Unajua madereva wengi tunakuwa la 7, wengine labda form 4. Kwa hiyo bado uelewa wao mwingi upo katika masuala ya mitishamba. Umeelewa? Yes. Lakini pia tunaweza kuzungumza kwa kupata story. Kuna mshikaji wako yote ambaye anashaka kupoteza maisha kwa sababu labda ya vitu vya kizembe ambavyo pengine ushaye kumwambia labda ajali, labda kwa sababu ya ulevi au na nini, uzembe babani wote au speed kali? Sio mshikaji wangu, kakaangu kabisa, ambaye kutoka yeye ndo mimi. Alipoteza masuala ya kufunga mkanda. Dereva wengi wanajisahau sana kufunga mkanda. Umeona, akishaka kwenye gari ana relax tu, anaendesha tu. Kwa hiyo gari inaweza kapata ikapoteza mwelekeo kidogo tu, ikakutoa nje. Umeona, kwa sababu haujafunga mkanda. Kwa hiyo hivyo vitu vipo. Kakaangu kabisa alifariki kwa sababu kutofunga mkanda tu. Na gari ilipata ajali kubwa au ni za kawaida tu? Lakini kwa sababu kugonga mti tu, kugonga mti. Mwenzie alifunga mkanda, walikuwa wawili. Mwenzie alifunga mkanda wala hajafariki. Yeye akafunga mkanda, alirushwa sasa. Akatoka pale kwenye kioo. Unaona? Matokeo yake kaenda kupasua kichwa. Kwa kiasi gani huwa unakuwa mkali kulingana na hiyo historia pale ambapo unakuta abiria wako wengine huwa ni wazito kidogo kwenye kutii kufunga mkanda labda kwenye safari za umbali mrefu kama hizo?
Kwanza mimi kwa sababu tayari nishapata funzo. Unajua unapopata na jambo ni funzo. Kila jambo lina maana yake. Sasa tangu ile tukio mimi siwezi kutoa gari stendi mpaka nihakikishe konda wangu huyu Kinyantila, huyu ndo konda wangu. Nimwambie kwamba bwana, hakikisha abiria wote wamefunga mkanda. Wote wamefunga mkanda ndio tunatoa gari. Sawa sawa. Labda kwa kumalizia, una neno lipi la kuambia mamlaka labda inayohusiana na masuala ya barabarani? Kitu gani wakiongeze, wamekifanya vizuri kipi na waboreshe kitu gani mpaka sasa hivi? Mimi cha kuambia kwanza, sio mamlaka, serikali kwa ujumla. Hii barabara kusini wameipuuza tuseme. Unaona huku kaskazini mabarabara yamekuwa barabara 6, barabara zina rami, zinaenda vizuri. Lakini kusini barabara imekuwa mbovu sana. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaiomba barabara kusini itengenezwe. Kwa sababu yote ni Tanzania hii, huku kote kodi zinatoka, huku kodi zinalipwa, kote zinalipwa kodi. Kwa hiyo wasiangalie upande mmoja. Huku pia watu wanapiga kula, wanachagua viongozi. Huku wanapiga kula, wanachagua viongozi. Kwa hiyo kusini, ukimaanisha kusini, nyosha kwamba barabara ya wapi labda kuelekea wapi? Kilwa Road. Nazungumzia Kilwa Road. Kutoka Dar es Salaam, Kibiti, Kwilili, Kilwa, Lindi, unaenda mpaka Masasi, unaenda mpaka Tunduru, na huku unaenda mpaka Mtwara. Hiyo kote barabara yake sio nzuri, sio rafiki. Sema ndo kwa vile ndo hamna jinsi tu. Barabara sio rafiki. Sawa. Wamesha kusikia mamlaka nafikiri bila shaka. Lakini pia labda tumalize na hili kwa washikaji ambao wako barabarani wanaendesha magari, lakini wengine pia ndo upcoming, tunasema ni watu wanaochipukia kwenye hii tasnia ya udereva. Neno lipi ambao unalo la kuambia kwa uzoefu wako wa miaka 8 barabarani? Naambia kwamba udereva ni kazi kama kazi zingine, na sio kazi ya kiuni kama labda watu mwingine anavyofikiri. Ni kazi ambayo unaweza kusomesha watoto, ukaendesha familia, ukaendesha maisha, na mpaka labda ukaja hata ukawa tajiri, ukawa miliki mabasi yako kupitia huo udereva. Kwa hiyo ni taaluma ambayo kwanza ni kitu muhimu sana udereva, sababu dereva anabeba roho za watu. Na wale watu wanaobeba ni watu wengi, ni taifa kwa ujumla. Umeona? Sasa lazima uwe makini, na kama kweli una nia ya kuwa dereva, basi kuwa dereva wa kisawasawa, usijaribu. Fanya kweli. Fanya kweli, pitia mafunzo, nenda NIT, pata document, usifanye vitu kwa mkato. Usifanye vitu kwa mkato. Wale mjifunza siku ya leseni hauna, watakuendesha gari. Yaani inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwamba madereva vijana, watu wanakutaka kuja kufanya udereva, waje lakini wawe makini na ile kazi wanayofanya, sababu ni kazi ya hatari, ni kazi kubwa na unabeba dhamana kubwa ya roho za watu. Umeona? Haubebi mizigo, unabeba watu. Kwa hiyo unatakiwa uwe serious na kile kitu unachokifanya. Sawa sawa. Nafikiri ujumbe umewafikia. Nashukuru sana bwana Chifu. Mungu akubariki sana. Hamna, mtoto pamoja. Yes, bwana, nilikuwa nazungumza na dereva ambaye kwa jina la Chifu, ambaye kimsingi anafanya vizuri kwenye swala zima la udereva, na yuko kwenye barabara ya Kilwa, kwa maana kwamba kutoka Dar es Salaam kwenda maeneo ya Mtwara, na hasa mengi ambayo amezungumza kuhusiana na barabarani. Nafikiri kama umesikiza kwa makini, kama wewe ambaye ni dereva unataka kuwa dereva mzuri, utakuwa umeyapata kichwani. Amezungumzia kulingana na visa ambavyo vishawahi kutokea, kama ndugu zake wa karibu, kwa sababu ya uzembe tu wa kawaida kutozingatia seat belt. Utajifunza kwa namna gani ambavyo tunapaswa kupeana elimu ya namna hii kutoka hapa The Judges Media. Na mimi naitwa Moses Kimaga. Tuendelee kupeana hapa, nipo hapa kuhakikisha kwamba tunajifunza kwa wakongwe.